kwamba ilipofika alfajiri mapema, alafu ilikuwa siku ya kwanza ya juma, wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvingilishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Mstari wa 4 Biblia inasema hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvingilishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Hebu sema kubwa mno. Sema tena kubwa mno. Sasa tunataka kumshukuru Mungu na kuimba. Kwa kawaida, kwa kanuni yangu, huwa sipendi kufanya kitu kama hakina maana nyuma yake. Yaani kama tutasimama na kuimba na kucheza, alafu baada ya hapo jasho likatutoka, alafu ukikutana na mtu akikuuliza nini maana yake, na usimwambie, manake vyote ulivyofanya ni sifuri. Lakini ukishajua kwa nini nafanya jambo fulani, maana spidi ya mtu au nguvu ya mtu au kazi ya mtu huwa inabebwa na ile motive behind. Kuna kitu nyuma lazima kikusukume. Ukiona mtu anafanya kazi ya choki, ujue kuna kitu kinamsukuma kufanya ile kazi. Ukiona mtu amekamatia wokovu aachilii, ujue kuna sababu ya kukamata ule wokovu. Ukiona mtu amekamata kwenye ndoa, hata kama kuna changamoto atoki, ujue kwamba kuna sababu inamfanya kuwepo mle. Mara nyingi watu wao wanaachilia kama wanakosa sababu, lakini ukiwa na sababu hauwezi kuachilia. Na jioni leo, kabla tujakwenda kusifu, nataka nikupe sababu. Ulimwengu mzima unafurahia kwa sababu Kristo amefufuka. Lakini kabla hajafufuka au wakati anafufuka, kuna mambo kadhaa yanatokea. Biblia inasema kuna hao wanawake hawa watatu hawa. Historia yao ni kubwa sana. Lakini inasema kwamba siku alipokuwa anafufuka, maana Yesu aliwaambia kwamba nitakufa lakini siku ya tatu nitafufuka. Na kimsingi Yesu hakumuua. Yesu alitoa maisha yake mwenyewe. Watu wanasema kwamba walimuua Yesu. No, Yesu hakufa, ila Yesu alitoa maisha yake yeye mwenyewe. Maana anasema nina uwezo wa kuyatoa, alafu nina uwezo wa kuyachukua. Kwa hiyo akawapa mission ya siku 3. Kwa hiyo hawa kina mama watatu, wakati wanalala, walilala wana ndoto ya kufufuka kwa Yesu. Sikiliza, kwenye maisha yako usilale hauna ndoto. Kila ukilala ukiamka, ujue kuna siku ya ndoto ya ufufuo wako. Nisikilize dakika moja. Biblia inasema ilipokuwa mapema alfajiri. Kila jambo kwenye maisha haitaki jioni. Waswahili wanasema biashara inaanzaga mapema. Sikiliza, hata Mungu mwaka huu atakutendea muujiza wako mapema. Kile ambacho binadamu wanaita kuchelewa sio kuchelewa. Kuna vitu vinaweza vikaonekana vinachelewa, lakini Mungu, Biblia inasema hachelewi wala hawai. Anafanyaga mambo yake kwa wakati wake. Tunaposimama jioni ya leo kuimba, tunaposimama jioni ya leo kusifu, ni kwa sababu kuna mwamba walimweka kwenye pango wakifikiri hawatatoka. Wanawake, Biblia inasema wakati wanajiuliza ni nani atakayetuvingilishia ile jiwe, kumbe wakati wanawaza nani, kumbe jiwe halipo. Tayari kuna mtu ameshalivingilisha. Ngoja niongee na mtu mmoja mahali hapa. Kile unachokiwaza, sikiza, kile unachokiwaza leo kwamba kitakuaje, Mungu alishakimaliza kabla hujakifikia. Sijui kama naongea na mtu mmoja mahali hapa. Ile ndoa huko unaiwaza kwamba itakuwaje, hivi ninavyozungumza Mungu alishaitenda na alishaimaliza. Wiki mbili zimepita, siku mbili zimepita, nilikuwa Kasangezi, nimewafundisha watu the power of imagination. Kitu chochote ambacho unakimagine ndicho ambacho Mungu anafanya. Yesu aliwaambia wanafunzi wake hivi, ikitokea mtu amemtazama mwanamke akarasti, akamtamani, maana akatengeneza ile image
ya ile tendo la kumtamani yule mwanamke. Yesu akasema hata kama hawajashuka kitandani, hata kama bado hawajazini kitandani, manake tayari amesha commit ile sin, tayari ameshatenda ile dhambi moyoni mwake. Manake chochote anachowaza mtu hata kabla hajakitenda anakuwa tayari ameshakiwaza. Kwa hiyo kama kuna mtu anaweza katamani mwanamke na kabla hajaenda naye guest katika ulimwengu wa roho, anahukumiwa kwamba ameshatenda. Kwa hiyo mimi ninayewaza kuoa kabla sijaoa katika ulimwengu wa roho nimekwisha oa.